So Ibas, unakumbuka ukijiahidi 2025 utakuwa ni mwaka wako wa wewe ku level up. Unakumbuka ukijiahidi 2025 utaanza kwenda gym. Unakumbuka ukijiahidi 2025 utaanza kujua your style. Unakumbuka 2025 ukitaka kuishi maisha ya ndoto zako yenye yale umeadhamiria. Unakumbuka ukijiahidi kuwa 2025 unataka kuwa yule mwanamke. Na mimi niko hapa kukukumbusha kwamba kuwa hujachelewa. Huu ni muda wako wa wewe kuanza ku level up, ya kuanza kubadilisha maisha yako, ya kuanza kuishi maisha ya elegant lifestyle. Sawa sawa. So Ibas, try to be that girl. Try to be that woman. Kuwa yule mwanamke mwenye anazungumziwa kila mara. Mwanamke mwenye akipita, wow, umemwona. Mwanamke mwenye anazungumziwa kwa kuongea kwake, kwa kuvaa kwake, jinsi anavyotembea, lifestyle yake. Kwa yule mwanamke mwenye kuwa hata rafiki yake akimpigia simu, akimwambia Shosti, njoo nisindikize nipeleke mahali fulani. Like unatokelezea, mpaka rafiki yake kuona kuambia, hey, si overdo, si tunaenda tu hapa. Like umevaa, you represent yourself. Sawa sawa, umevaa ki-classic. Na si ati umevaa like umejaza mavitu kwenye mwili, no. No. Kama wewe ni mwanamke mwenye you wanna look good on a budget, this video is for you. But before I start, I just want to remind you that you don't need to be perfect so that you can start, or you don't need to know everything so that you can start, because the person you want to become is on other side, is waiting for you. So stop waiting and stop making excuse and start to level up today. Hello so Ibas, karibu kwenye channel yangu Ulimwengu Wanawake Elegant. Kama itakuwa ni mara yako ya kwanza katika channel yangu, then karibu sana. Kwa wale subscribe zangu, asanteni na karibuni tena. Kama itakuja subscribe, tafadhali naomba subscribe ili uweze kujiunga kwenye kundi langu la Smart Ladies, ili tuweze ku level up sote kwa pamoja. So hii video ni ya jinsi ya kuonekana vizuri, jinsi ya ku upgrade yourself, jinsi ya kujua fashion yako, jinsi ya kupendeza, vitu kama hivyo. So kitu nachoomba kutoka kwako so Ibas, tafadhali naomba watch video mpaka mwisho ili tuweze kujifundisha sote kwa pamoja. Na before you start to look good on a budget, first of all, kitu tunachotakiwa ni usafi. Na tutaanza na usafi na mahali penye wewe unaishi. So Ibas, hata kama unaishi chumba kimoja, try to arrange your things. Try to arrange your room. Weka vitu vako vikue very organized. Mahali kwa nguo ni kwa nguo, mahali kwa vyombo ni kwa vyombo, na mahali kwa viatu ni kwa viatu, mahali kwa handbag ni kwa handbag. Usikue mwanamke mwenye vitu vako viko tu anyhow. Like ukifika mahali penye viatu vinafaa vikue, kuna vyombo huko. Kuwa mwanamke yuko very organized na vitu vake. Once you start to organize your things, ile energy inakuingia na unazidi ku upgrade, na ile energy inakuingia na unazidi ku upgrade, na unazidi kutaka kuishi hayo. So Ibas, kwa yule mwanamke mwenye vitu vyake viko very organized, vitu vyake anapangilia kwa mpangilio. Sawa? Because usafi hauanzi mwilini. Usafi unaanza na mahali penye wewe unaishi. Usafi unaanza na mahali penye wewe unalala. Usafi unaanza na mahali wewe unakula ama chakula chenye wewe unakula. Lakini ikiwa ni yule mwanamke mwenye kuwa ukiamka kitanda chako ukumbuke hata kukitandika, rumu yako ukumbuke hata kuifagia, nguo zako hata huzikunji, umezifua, umezirundika hapo, chumba chako kiko ovyo, hata wewe pia mwili wako utaanza kujiweka ovyo. Lakini ikiwa rumu yako una organize vitu vyako, kitanda chako unatandika, nguo zako unazikunja vizuri, unazifua kwa hali nzuri na unazikunja vizuri, basi hata wewe pia utaanza kuzidi kupendeza na utazidi kuwa msafi zaidi. Sawa. So kuna hatua kama 6 hivi ama 4 ambapo ningependa kuziongelea how to look good on a budget. Hapa tunaongelea how to look good on a budget. Like me, hebu niangalie. Very simple and very elegant. Wanasema very demure. Okay. Ku look good haimaanishi ati lazima ati ukuwe na pesa nyingi sana ama uende kanunue vitu vya bei ghali sana, na simaanishi pia uende kanunue vitu cheap. No, hapa tunaishi on our budget. Tunaishi chini ya kipato chetu, hatuishi juu ya kipato chetu. Unaona, nilishafundisha hiyo video jinsi ya kuishi chini ya kipato chako. So usiishi juu ya kipato chako, ishi chini ya kipato chako ili mambo mengine pia yaendelee. Tuzidi kupendeza na mahitaji mengine pia tuzidi kuyatekeleza. So hatua ya kwanza kabisa, kuna hatua 3 za kuoga. Kuna deep clean, kuna quick clean na kuna everything clean. So you as a woman, try at least 2 times per week unaoga deep clean.
Maybe pengine wewe ni mtu wa kazini, huwezi kuoga deep clean kila siku. Na hapa kwa deep clean, nikisema deep clean inamaanisha nini? Deep clean ni siku yenye unafanya usafi, una shave, unajisugua na scrub, vitu kama hivyo. Like unaoga mwili wako wote, unaanza kuanzia nyele, miguu, kila mahali unasugua miguu yako. Usafi wa mwanamke unaanza kwenye miguu. Ukikutana na mtu ile time unaongea na mtu akikuangalia miguu yako, miguu haifanani na sura yako, haileti shangwe. Sisi wanawake tumeumbiwa kuwa soft, tumeumbiwa kuwa laini, tumeumbiwa kuwa kama biskuti. Sasa utawezaje kuwa kama biskuti ambao ukiingia bafuni wewe ni dakika 5 ushamaliza? Huji scrub hata kwa mwili wako. Hujui hata ni lini ulisoak miguu yako kwa maji ya moto na chumvi ukascrub miguu yako. Ukumbuke hata ni lini ulisugua miguu yako. Hapo nje penye wewe unaishi kuna vijiwe fulani. Enda ukote kajiwe fulani kazuri kenye kanaweza kusugua miguu yako. Ingia bafuni, anza kusugua miguu yako. Hiyo unaoga deep clean. Na quick clean ni ile ya haraka tu, unaoga tu very simple ikiwa wewe ni mtu wa kazi. So jifundishe kusugua miguu yako. Usikuwe mwanamke mwenye kuwa miguu yako imepasuka huku. Unaona? Hata kama una ile, kuna hizi za kusugulia miguu, kama hauna, tafuta hata jiwe tu hapo area hapo around penye unaishi. Kajiwe tu kazuri ka smooth kenye kanaweza kukusaidia kusugua miguu yako. Sawa? So sugua miguu yako, oga vizuri. Ukiingia bafuni wewe kama mwanamke, take your time. Usiharakishe, unakimbilia nini? Unakimbilia nini? Take your time. Oga, jidondoe. Oga vizuri. Nunua scrub, jiscrub. Kama hauna, kuna scrub za kutengeneza nyumbani. Sawa, kuna video zimetengenezwa hapa YouTube nyingi sana how to make scrub. Okay? How to make scrub. Unaweza kutengeneza scrub na ukaanza kujisugua mwili wako na ukaanza kupendeza. Sawa. So tukianza hatua ya pili, tukiingia kwenye uso. Kuwa na skincare routine ni muhimu sana wewe kama mwanamke. Kuna yule role model wako celebrity, unamwona kuna skincare fulani yenye anaitumia. Unaweza kumuigizia, but maybe kwake inaweza kuwaka, kwako isiwaka. So first of all, know your skin type. Pengine sura yako ni ya oily skin ambao wewe umeenda kutumia yeye, pengine sura yake iko dry, skin yake iko dry na wewe yako ni ya oily. So hapo haitaenda na wewe. But ili tusiende huko nisikuchanganye, kitu unachotakiwa ukiwa na skincare routine, kuwa na bar soap, any bar soap of your choice, lakini unaweza kutumia Kojic ama papaya ama kuna hii ya ukwaju, ni nzuri sana. So kuwa na bar soap, hata kama ni bar soap yoyote unaweza kutumia. After umeoga, osha uso wako na bar soap. Ukishamaliza, kuwa na serum. Sawa, any serum of your choice. Kuwa na serum, kuwa na moisturize, na then kuwa na sunscreen. So ukishaosha uso wako na bar soap, paka serum, then paka moisturize, then paka cream yako yenye wewe unapaka of your choice, cream yenye wewe unatumia. After that, paka sunscreen. Sunscreen itakusaidia kama ni mtu wa kwenda makazini, itakusaidia usichomeke na jua, usitoe yale makunyanzi, unakuwa uso wako unakuwa smooth sana. Kwa hivyo katika skincare routine yako usikose hivyo vitu vyote. Unaweza ukakosa serum lakini usikose sunscreen, unaweza ukakosa moisturize but usikose sunscreen na serum. Because cream obvious utapaka cream because utakuwa unapaka kwenye body. So hiyo ni ya skincare routine. Hatua ya 3, jifundishe kumoisturize your lips. Chukua sukari na lemon, scrub your lips. Once umekutana na mtu, unazungumza na mtu anaona lips zako. Anaona lips zako ziko dry, wewe kama mwanamke. Hazileti show kabisa. Scrub your lips, paka lip balm ama Vaseline, then you are ready to go. Kama wewe si mtu wa lipstick manini, that's good. Lips zako zinaonekana wet, zinaonekana ziko very moisturized, ziko vizuri, ziko very sexy. Then brush your teeth, tumia mouthwash. Naelewa meno yako yanakuwa masafi kama yangu. Like hata ukizungumza na mtu kuna harufu nzuri inatoka kwa mdomo wako, lips zako ziko very moisturized, inapendeza. Wewe kama mwanamke, learn how to draw your eyebrows. Jifundishe jinsi ya kuchora eyebrows. Si mwanamke unachora eyebrows ziko paka hivi kama ni mtu wa makeup, and learn how to do simple makeup. Anza tu polepole, jua kuchora eyebrows na jua foundation yenye inaenda na kala yako.
just draw your eyebrows, paka foundation kidogo, powder kidogo, lipstick zako, lip balm, then you are ready to go. Hatua nyingine, wewe kama mwanamke, learn how to put your hair neat. Jifundishe jinsi ya kuweka nywele zako safi. Kama wewe ni mtu wa braids, basic kwa braids. Kama ni mtu wa wigs, basic kwa wigs. Kuna curly wigs, kuna bob wigs, kuna straight wigs, basic. Na kama wewe ni mtu wa natural hair, make sure nywele zako unazichana vizuri, unaweka style, unapaka tu gel kidogo, unashika hapa, unaweka hata kama ni extension. Na kama ni wewe ni mtu wa kunyoa, basi nyoa. Unaona? Kunyoa pia inapendeza sana mwanamke. Tafuta kwa nywele, tafuta style yenye inaendana na wewe. Tafuta style yenye inaendana na kichwa chako ama na sura yako, ama style yenye wewe unaipenda upande wa nywele. Hatua nyingine, make your nails short and clean. Mwanamke elegant si yule mwanamke mwenye anaweka makucha marefu. No. Kucha fupi, tusafi, tuzuri. Kama ni nail polish, basic napendanga color moja moja. Sana color red inapendeza sana. Inakuwa very attractive kwa wanawake. So pendelea kupaka color red, kucha zako fupi. Kama ni ndefu, ndefu tu zile kiasi tu. Na kama pia ni fupi, fupi pia kiasi. Inapendeza zaidi. Cause hapa tunajifundisha how to look good on a budget. Sawa, hatuna uwezo wa kwenda kubandika makucha marefu. Na hizo kucha zako unaweza tu kuzifuga tu kiasi na ukabasic na kala moja. You look good, you look classic already. Kwa mavazi, know your skin type. Know your skin type. Sawa sawa, vaa nguo zenye zinaendana na skin type yako. Vaa nguo zenye zinaendana na your body type. Yeah, know your body type too. Vaa nguo zenye zinaendana na wewe. Kwa hivyo kusoma kwa body type, unaweza pia ukasearch video ukapata kuna video zenye watu wameongelea kuhusu body type. So ukajua body type yako, ukajua ni nguo gani yenye wewe unaendana nayo. Si usivae nguo tu ili mradi umevaa nguo. No, na pia pendelea kwenda na kala moja moja, usichanganye makala mingi. Unaona, kala moja inapendeza sana, inaendana sana na skincare, na ati skincare inaendana sana na skin type yako. Kama ni mtu wa trousers, kuna trouser nzuri sana yenye unaweza kuvaa na top nzuri. You look good. Na kama ni mtu wa dress, pia kuna dress zenye zinaendana na your body type. Kuna short dress, kuna long dress, kuna skirt. Unaona, nguo ziko tofauti tofauti. Kitu naweza kuambia mama, usione aibu kwenda kuinama kwa mtumba kutafuta nguo. Usione aibu kuinama kwa mtumba ati unatafuta nguo. Usione aibu kabisa. Take your time, nenda kwa mtumba. Tafuta, kuna tu dress tu supu sana pale. Tukija kwa viatu, pia usione aibu kuinama kwa mtumba ati unachagua viatu. Kwa mtumba kuna tu heels tuzuri, kuna doll shoes, kuna closed shoes, kuna sport, kuna sneakers. So tafuta kiatu chenye you feel comfortable. Hata nguo pia, vaa nguo yenye una feel comfortable, unaweza kwenda nao mahali popote pale. Unaona, hata ukaenda mahali popote, si ati umekaa mahali unashinda unaisukuma nguo, mapaja yako nje, hauko comfortable nayo. Tafuta nguo yenye uko comfortable nayo. The same na viatu. Kama ni mtu wa heels, basi basic kwenye heels. Na kama ni mtu wa sneakers, basic kwenye sneakers. Na kama ni mtu wa sandals, flat shoes, basic kwenye flat shoes. Na hizo vitu zote utazipata kwa mtumba. Inaendana na budget yako. Hapa tunajifunza jinsi ya kupendeza chini ya kipato chetu ama chini ya budget yetu. Sawa, kwenye mtumba kuna vitu quality sana. What you need, just take your time, nenda pale, chagua na utapata kitu quality na pia ukitunze vizuri. Another thing, invest on handbags. Invest on handbags. Handbags pia ziko nzuri. Jua handbag yenye inaendana na wewe, inaendana na outfit yako ya hiyo siku. Na pia kama unatoka kama mwanamke, make sure your handbag it look neat. Handbag yako ni safi. Na hata pia ukirudi, ihifadhi mahali pazuri. Si umekuja handbag umetupa kule, unataka kwenda zako, umefanya tu kuyokota, ujue handbag ni safi ama ni chafu, handbag ina vumbi. So hata ukikuja, iweke vizuri. Ndio pale mwanzo nimesema, ukianza kuorganize vitu zako kwa nyumba, hata pia utakuta mambo yako yanaenda vizuri, maisha yako very organized. Unajua vitu vyako unapangilia sana. Another thing, kwenye vipuli. Invest on vipuli pia. Maybe ukivaa saa, pete moja kama mimi hivi, umevaa mkufu na umevaa vipuli vyako.
You are smart, you are ready to go. Haina haja ujaze mavipuli, mapete, manini. Pia iko sawa. Na kitu kingine, wewe kama mwanamke unapaswa kunukia vizuri. So invest on perfume. Perfume ziko paka za 100 zile za kupima. So try to smell good. Hata ukipita mahali mtu anajulikana huyo ni Swaibas, harufu yake So ukipita mahali mtu anajua kabisa obvious huyo ni Swaiba, harufu yake inafanya inajulikana. Lakini wewe kama mwanamke ukiulizwa majina ya perfume hujui hata moja. Just imagine, hujui hata moja. Haunuki vizuri kama mwanamke. You as an elegant woman, you need to smell good. You have to smell good. You have to look good always. Sawa. So asanteni kwa kuwa pamoja nami. Kama utakoja subscribe, tafadhali naomba subscribe ili ujiunge kwenye kundi letu la Smart Ladies, na usisahau kubonyeza hiyo kengele hapo, ndio next time tutakapopata na post video utakuwa kwanza kupata notification ili uje tujifundishe sote kwa pamoja. Bye bye.